Wanawake wa Kikristo, amkeni, tokeni usingizini. Achaneni na mada mnayopenda kuitumia mkisema Mungu anaangalia moyo. Ninasisitiza, enyi wanawake wa Kikristo, amkeni, tokeni usingizini. Kwa neno hili mnalopenda kusema Mungu anaangalia moyo na sio mwili. Tabia unayoionyesha kwa kuvaa mavazi ya uchi. Unaenda mbele ya Baba yako wa mbinguni ukiwa uchi. Unaenda hekaluni mwa Bwana na unajua pale hekaluni ni Yesu Kristo yuko hapo. Unaenda uchi. Huku unasema Mungu anaangalia moyo. Hakika Mungu anatazama mwili na roho. Na katika moyo wako kukiwa safi na mwili wako utakuwa safi. Hauwezi ukaniambia wewe mwanamke kwamba umevaa kikahaba alafu uniambie rohoni au moyo wako uko safi. Uongo. Chukulia mfano. Kama mnaona kwamba mavazi hayana umuhimu katika ulimwengu wa roho, jiulize. Mfano tu ukisoma Biblia, kama ni mwanamke wa Kikristo unasoma Biblia, kuna sehemu kabisa Biblia itasema. Kwa mfano unakuta Biblia inasema akamkuta mwanamke aliyevalia mavazi ya kikahaba. Jiulize, kwa nini Biblia tu isingeongelea akamkuta mwanamke kahaba? Ni kwa sababu mavazi katika ulimwengu pia wa roho yanaonyesha uhalisia wa mtu. Mavazi yanamtambulisha mtu katika ulimwengu wa roho. Huyo mwanamke kahaba, ile julikane ni kahaba, alikuwa na muonekano wake, alikuwa na mavazi yake, ambapo unajua kabisa nikimuona huyu ni kahaba. Mfano, polisi, wanajeshi wana mavazi yao. Ukimuona lazima ujue huyu ni polisi, huyu ni mwanajeshi. Haleluya. Madaktari wana mavazi yao. Ukiwaona direct unajua ni daktari. Haleluya. Lakini kama hajavaa vazi la kidaktari, ni ngumu kutambua huyu ni daktari au sio daktari. Hivyo na katika ulimwengu wa roho, enyi wanawake wa Kristo, vazi la kujistiri mwanamke lina umuhimu mkubwa sana. Acha kusema kwamba mavazi hayana umuhimu bali ni moyo. Vazi lina umuhimu. Kama ilivyo unastiri mwili wako mbele ya tuseme labda unaenda mbele ya babako. Huwezi ukaenda mbele ya babako umevaa kimini au kitopu. Inategemea na wababa ambao wamekosa heshima siku hizi. Ataruhusu mwanamke wake ataruhusu binti yake aende mbele zake akiwa amevaa mavazi ya ovyo. Lakini wapo baba wenye heshima, hawezi kukubali binti unatoka eti unaenda mbele yake umevaa ovyo. Lazima utajistiri ndipo kaongee na babako. Mfano mzuri, hata mtu sasa hivi wewe mwanamke umeitwa Ikulu na rais wako wa Tanzania au rais wa nchi yoyote ulioko. Uwezo ukaniambia utavaa kimini, utavaa ovyo ovyo, uende pale ofisini kwa wao, uende pale Ikulu kwa rais? Hapana. Lazima utahangaika usiku kucha, nivae vazi gani la heshima ambalo litampendeza rais. Sasa kama ni hivyo, iweje wewe binti, wewe mwanamke, unaingia nyumbani mwa baba yako aliye juu mbinguni? Haleluya. Unaingia ukiwa uchi. Unaingia ukiwa uchi. Amesema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Iweje wewe binti, wewe mwanamke, unaingia mbele za baba yako uchi na unamuomba, na mwisho unapoona hajibu maombi unaona kama Mungu hafai? Lakini Mungu anaangalia wale waliojinyenyekeza na kushuka mbele zake kwa adabu na utii, atawajibu. Lakini wewe unavaa kikahaba, unasimama mbele ya Mungu aliye mbinguni. Hivi wanawake wa Kikristo, hamna hata hofu, hamna hata kujifikiria inawezekanaje? Mungu wa mbinguni, Mungu muumba mbingu na nchi, Yesu Kristo amesema, ametoa amri na amesema mwanamke avae mavazi ya kustiri. Alafu unakataa kutio amri, unaenda uchi mbele zake. Hivi akikuadhibu utakuwa na sababu ya kujitetea? Jiulize, kwa nini wanawake wenzetu wa Kiislamu wanajistiri vizuri na hasio kwa ajili ya Mungu? Wanajistiri kwa ajili ya waume zao. Wanatii amri ya
Qur'ani yao ilivyoandikwa kwamba mwanamke lazima ajistiri kwa ajili ya mume wake. Iweje wewe mwanamke wa Kikristo ambaye sio mwanaume amekuambia ujistiri? Ni Mungu muumba mbingu na dunia amekuambia ujistiri mwili wako. Mwili wako ni hekalu lake, anakaa ndani yako, alafu nakataa kutii. Ukipigwa magonjwa, ukipigwa matatizo mbalimbali, utamlaumu? Acheni kuingia kwenye hekalu la Bwana kikahaba. Acheni kuingia makanisani kama vile mnaenda disco. Kanisani ni sehemu ya kuheshimiwa, na sehemu ambapo Roho Mtakatifu yupo. Hataruhusu mwanamke uingie kama kahaba kanisani. Hataruhusu rikamonrisa. Na ukiona kanisa lolote anaingia mwanamke kanisani akiwa kama kahaba, muonekano wa kahaba, mapambo, vimini, suruali, hilo kanisa 100% halina Mungu. Roho Mtakatifu hayuko hapo. Wanamtaja tu kwa vinywa, Yesu Yesu, Mungu Mungu, lakini hayupo. Mungu hawezi kupingana na neno lake. Roho Mtakatifu hawezi kupingana na neno lake. Amekwisha kusema wanawake wavae kwa kujistiri, wanawake wafunike vichwa wanapokuwa mbele zake. Lakini kama ufanyi hivyo, sahau Mungu kwa mahali hapo. Utaomba, utapiga kelele, mwisho wake utatoka kama ulivyokuwa, tena utatoka hata na laana zaidi. Haleluya. Wanawake, kuweni makini na neno la Bwana. Enyi wa Kristo wanawake, mnaaibisha mwili wa Kristo. Mnadhalilisha jina la Kristo. Mnadhalilisha Ukristo. Watu wanaona sasa hivi kwamba Mkristo kukaa uchi ndio sawa, lakini Mkristo akijistiri inaonekana ni kitu cha ajabu sana kwenye hii dunia. Kwa nini iwe hivyo? Wakati sisi tuna Mungu wa kweli, lakini kujistiri Mkristo inaonekana ni jambo la kushangaza watu. Lakini Mkristo kukaa uchi mwanamke wanaona ndio kawaida. Rebasika. Acheni kumwaibisha, kumdhalilisha Yesu Kristo. Hakika anayekataa kusikia siku ile ya mwisho atalia na kusaga meno. Mmedhalilisha sana Ukristo. Mmedhalilisha sana jina la Yesu Kristo. Mmemtukanisha Bwana Yesu Kristo kwa sababu ya mionekano yenu ya kikahaba mbele zake. Haleluya. Yesu mwenyewe havai mavazi ya ovyo. Hata wewe kwa akili zako sasa hivi Yesu aje mbele zako amevaa eti ovyo ovyo kijani kama muhuni, alafu akwambie mimi ni Yesu, hutoamini. Malaika wenyewe waje hivyo, hutoamini. Amekuja malaika ameweka makeup, amevaa kimini, amevaa suruali la kulambana, yani yuko ovyo ovyo, makucha bandia huko rebasika, mawigi, makeup, alafu anakuambia mimi ni Yesu au mimi ni malaika. Wewe mwenyewe hata kama una akili timamu, hata yule ambaye amjui Bwana, mpagani, atakataa. Ni kwa sababu gani anakataa? Kwa sababu ameshajengewa ndani ya roho ya mwanadamu, imeshaumbiwa kwamba Mungu yukoje. Na wewe usishindane na Mungu. Shika neno lake wewe mwanamke. Amesema mwanamke avae mavazi ya kustiri. Tii neno la Bwana. Ukitaka laana usitii, ukitaka baraka tii. Hakuna kusema eti mimi niko kikazi, hapa nipo kikanisa, hapa nipo. Hapana, mwanamke yeyote ulimwengu mzima, sio mwanamke tu wa Kikristo, sio mwanamke wa Kiislamu, sio mwanamke wa Kisabato. Mwanamke yeyote ulimwengu mzima, Mungu muumba mbingu na dunia anasema mwanamke avae mavazi ya kustiri. Mwanamke avae mavazi ya kustiri. Mwanamke unapokwenda mbele za Mungu kuomba lazima ufunike kichwa chako. Hilo ni neno la Bwana na halitopingika. Kila jambo mnalopanga litafutika, lakini neno la Bwana halitopingika, litabaki vile vile. Haleluya. Sasa wewe mwanamke wa Kikristo, ninasema nanyi kwa mara nyingine, nawaonya, acheni mavazi ya kikahaba makanisani. Acheni mionekano ya Kiyezebeli mnapokuwa mbele za Mungu. Acheni kumtukana Mungu mnapokuwa mbele zake. Acheni kumdharau Mungu mnapokuwa mbele za watu wa dunia. Yaani inafika hatua mwanamke wa Kikristo ukisimama mbele ya watu ukikiri kwamba mimi nimeokoka, watu wanakushangaa. Watu wanasema umeokoka huko hivi, muonekoko unavaa hivi, kwa sababu wameshazoea. Mtu anayesema ameokoka lazima avae kwa heshima na kujistiri.
Wanawake, fungukeni, tokeni usingizini, kuweni macho na Bwana awasaidie. Shalom. Ni mimi mjakazi wa Bwana Dorcas Mrema, ninasema nanyi kwa msisitizo. Wanawake, kuweni makini na mavazi yenu mnapokuwa mbele za Bwana. Haleluya. Shalom, shalom.